Injili ya Luka sura ile ya 18 aya ya kwanza, Biblia inatuandikia maneno haya: akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Neno hili ni neno la kututia moyo, la kututia nguvu. Wakati mwingi tunapopita katika vipindi vigumu vya maisha na hali zozote ngumu, tunasukumwa kwenye kona ya kutaka kufanya uamuzi wa kuacha, kutokuendelea, kutotamani tena kuendelea kushikilia jambo ambalo umekuwa ukilifanya. Unajisikia ndani yako kukata tamaa. Biblia inatuachia neno la kututia moyo ya kwamba imetupasa, tunatakiwa kufanya hivyo. Hata kama mazingira hayataki tufanye hivyo, mara nyingi tunalalamika kwamba napita kwenye kipindi kigumu na siwezi kuomba tena, lakini Biblia inasema imetupasa kuomba siku zote na wala tusikate tamaa. Sasa unachotakiwa kukivaa ndani yako ni kujua kwamba natakiwa kuomba. Hapa hausubiri ladha ya maombi ndani, kwamba nisikie msukumo wa kuomba, kwa sababu kipindi chenyewe kinakutaka ukate tamaa, na hautakiwi kukata tamaa. Unachotakiwa au unachopaswa kufanya wakati huo ni kuendelea kuomba siku zote mpaka umevuka kwenye hiyo hali ngumu. Na Mungu ni mwaminifu sana. Ninao uhakika ya kwamba kipindi chochote kigumu unachokipitia au utakachokipitia hakiwezi kabisa kuharibu mambo ya maisha yako, hakiwezi kabisa kubomoa vitu. Unachohitaji wewe ni kuendelea kukaa uweponi mwa Bwana, kuendelea kumwamini Mungu kwamba atakuvusha, atakutia nguvu, atakupa neema. Kwa hiyo moyoni mwako usichoke, usikate tamaa. Mengine yanaumiza sana kwa kiwango ambacho unakosa hata maneno ya kuomba. Wakati huu ni wakati wa kumwambia Mungu vile unavyojisikia maumivu ndani yako. Mwambie Mungu vile unavyoona hili jambo limekulemea, limekuzidi. Usitafute maneno mengi ya kuomba wakati huo, lakini eleza tu ile hali iliyoko ndani. Mwambie Bwana, na utaona nguvu ya Roho Mtakatifu ikishuka ndani yako, Mungu akikutia nguvu uweze kusimama imara katika maombi na kuvuka salama katika jambo hilo ambalo limekuwa likikuandama, likikuwekea uzito, likiwa ni gumu kwako. Utaona Mungu amekuvusha kwa ushindi na baraka yake itasimama pamoja nawe kwa namna ya pekee na kwa namna ya ajabu. Twende mbele za Bwana na tuombe. Bwana, tunakutukuza, tunakushukuru. Asante kwa wema wako na fadhili zako kwenye maisha yetu. Tunakutukuza kwa ajili ya neno hili ambalo unaliachia kwetu wakati huu. Bwana, unakusudia mpendwa wako huyu apate kusimama imara katika mapito anayoyapitia. Ndio maana unasema imetupasa kumwomba Mungu siku zote, wala tusikate tamaa. Neema yako iwe juu yake. Mahali popote ambapo amefanya uamuzi wa kukata tamaa, Bwana, inua tena nafsi yake. Mahali popote alipokuwa anawaza kuachana na mambo, kukata tamaa, kuona ya kwamba haifai, mtie nguvu tena. Neema ya kwako ikasimame pamoja naye. Mungu akutie nguvu ndani yako mahali ulipo, uweze kuvuka kwa ushindi katika hayo mapito ambayo unayapitia. Wingi wa neema yake ukufunike tangu saa hii, kukawe na uhai tena katika nafsi yako, ukapokee nguvu yake na ukapate kushinda katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana. Asante kwa kufuatilia kipindi hiki.